Je, wajua Michael Jackson alizungumza nini kwenye simu yake ya mwisho aliyoipiga akiwa kwenye hofu kubwa huku akiwa analia? Michael alimpigia rafiki yake wa karibu aliyeitwa Data na kumwambia mambo mazito yaliyofanya dunia na familia yake kwa ujumla kubakia na mshangao na kutoelewa ni nini kilichokuwa kikiendelea. Sikiliza hapo, Michael alizungumza nini akiwa na hofu kubwa moyoni mwake, akiwa analia. Halafu tutakwenda kukutafsiria ni nini Michael alikuwa anamwambia Data. I don't understand. What do you mean? Talk to me. I can't talk about it over the phone. I don't know what's going to happen, but I just feel in my soul, only God knows, they could shoot me. They could stab me. They could frame me and say I overdosed on drugs. They can do a lot of things. Who could do these things? Government. Or the government. But I don't know today. Kwenye simu hiyo Daitari alimuuliza Michael ni nini kinaendelea, na Michael alimjibu, sijui kama ninaweza kukuambia hili, lakini sijui ni nani anayeweza akawa anatutusikiliza. Kinaweza kikawa ni kikundi cha watu wanataka kunidhuru na kuniangamiza kabisa. Hawataki niwepo hapa kabisa. Na Daitar akamjibu, mboni sikuelewi, unamaanisha nini? Niambie zaidi. Michael akaendelea kusema, siwezi kuliongelea hili katika simu na sijui ni nini kinakwenda kutokea, lakini ninahisi ndani kabisa ya nafsi yangu, na Mungu pekee ndo anayejua. Wanaweza wakanipiga risasi, inawezekana wakanichoma visu, wanaweza kunipakazia tuhuma na kudai kwamba nilikufa kwa kuzidisha dawa za kulevya. Daitar akamuuliza, ni nani anayeweza kufanya hivyo? Na Michael akaendelea kusema, siyo serikali. Hao watu ni zaidi ya serikali. Ninataka watoto wangu wawe sawa na wawe salama. Hapo sasa, baada ya muda kidogo, Daitar alijaribu kumuita Michael Jackson, lakini Michael hakuitikia na simu ilikata. Na hiyo ndiyo ilikuwa simu ya mwisho ya Michael Jackson, na baada ya siku kadhaa, dunia ilitangaziwa kifo cha nguli wa mziki aina ya pop kutolea Marekani. Kilichosemwa ndani yake kimeiacha dunia yote ikishtuka. Nyuma ya jukwaa la mwanga na kelele za mashabiki, kulikuwa na moyo uliokuwa ukilia kimya kimya. Historia yake itaendelea kuishi, lakini maneno yake ya mwisho yataendelea kugusa mioyo ya wengi. Kwa facts za kweli na kali kama hizi, usisahau kulike, kushare, kusubscribe na kucomment.